Huenda ukashindwa kuelewa asili ya mafanikio, asili ya mtu kufika mbali, licha ya kuwa hali na mazingira hayaruhusu. Lakini unahitaji vitu vikuu vitatu kufika katika viwango fulani. Kitu cha kwanza, unahitaji kujiamini wewe, sababu watu wengi hawajiamini. Lakini kitu cha pili, unahitaji kufanya hata kama ni hatari. Ikiwa una fedha kidogo, unataka kuanzisha biashara, unahitaji kuanzisha hata kama kuna kuanguka. Cha tatu, unahitaji kuwa mvumilivu. Hakuna vitu ambavyo katika dunia hii vinapatikana kwa haraka, lazima uvipatie muda, na kila kitu kinaenda kwa asili ya Mungu. Na maana kwamba kunapozaliwa kiumbe chochote kile, kina muda wa kukua katika uchanga na kina muda ya kukua katika hali fulani ambao kinaweza kikawa kimekuwa katika umri fulani. Na hata mazao unayoyapanda kuna wakati wa kuyapanda, lakini pia utasubiri kwa muda mrefu sana ili upate kuyatumia mazao yale. Na chochote kile unachokianzisha, believe me, kinahitaji muda wa kukua, kinahitaji muda wa kujitengeneza kifikie kikubwa kile ambacho kitakuwa cha maana na katika maisha yako. Lakini kama utapenda kufanya vitu ambavyo unataka viwe tu kwa haraka haraka, unataka vitu ambavyo leo vipo, kesho vimekufaidi, kesho vimekulipa, haiwezekani. Unahitaji muda wa wewe kupatia vitu muda. Uvumilivu unahitajika katika safari ya mafanikio. Sasa watu wengi leo hawana uvumilivu sana katika swala ya mafanikio na swala ya chochote kile. Wakifanya kidogo, wakiona hakiwi, wanaondoka. Kitu kingine ambacho nimeshasema hapo awali ni kujiamini. Watu wanapenda kuamini vitu vya watu wengine kuliko venye wanaweza wakafanya wao. Wale watu ni watu kama wewe, wameanzisha vitu vyao na vimefanikiwa. So usione kama ukienda kwake ndio utafaulu. Even you can do. Kwa hivyo pia kujiamini ni sehemu moja kubwa sana na ni silaha moja kubwa sana mafanikio. Jiamini kwa kile kitu ambacho unafanya, na najua ya kwamba lazima utafika pahala. Na kufanya, nimeshasema tena hapo awali kwamba hata kama ni hatari kiasi gani, lazima ujaribu. As long as kitu hicho hakiko kinyume na sheria ya Jamhuri ya Muungano wa serikali yako, uende uko Burundi, uende uko Rwanda, uende uko Uganda, uende uko sehemu zingine zile, but lazima ujaribu. Lazima ujaribu, my brother. Na kama haujajaribu, usilaumu mtu. Lazima ung'ang'ane kufanya hicho kitu uone, kwa sababu haujui succession inaweza ikatoka wapi, kusucceed kunaweza kukatokea wapi. Sasa wewe upo tu, kazi yako ni kulaumu, kufuata mandugu, kwenda huku, kukaa kule, kurudi huku, unalaumu. What did you try to do? Umejaribu kufanya nini? Hujajaribu kufanya chochote. Upo tu, unalaumu watu, unalalamikia watu, unasema fulani ni mbaya, fulani ni nani, sijui ni nani. Hiyo sio asili ya maisha. Maisha yanahitaji ujiamini, maisha yanahitaji ujaribu, maisha yanahitaji uyape muda, upe vitu muda. Usitake vitu vya haraka, navyo huwa havidumu sana katika maisha. Lakini kitu ambacho umekipatia muda huwa kinakuja na mafanikio. Naamini kwamba tukifuata maneno hayo matatu kwa wazo hilo ambalo nimekupa, maisha yako hayawezi kubakia jinsi yalivyo. Lazima kila kitu kitakuwa sawa. Kujaribu, kuvumilia
na kupatia vitu muda. Kwa hivyo nadhani kwamba umenielewa. Apostle John Koroso, namshukuru Mungu sana kwa sababu ya neema ambayo amekupa na kibali, na ubarikiwe sana unaposikiliza vitu kama hizi, kwa sababu moyo na akili vinahitaji dawa ya maneno, sio ya kunywa, kwa sababu maneno yanatuweka katika level zingine nzuri ambazo zinaweza zikakutupatia mafanikio katika maisha yetu binafsi. Asante, ubarikiwe sana. Mungu akusaidie na Mungu akupe neema.